Robert Kiyosaki, huyu ni mwandishi wa kitabu cha Rich Dad and Poor Dad, alisema moja kati ya asset pekee ambayo ni kubwa sana katika maisha ni mindset. Alisema kwamba kuna fursa kila sehemu, ila watu hawajafundishwa kuweza kuiona. Na kuishia hapo tu, Warren Buffett, huyu ni moja kati ya matajiri wakubwa duniani, alisema kwamba alipoulizwa, alipokuwa anahojiwa, akaambiwa kwamba wewe tunao kwamba ni tajiri mkubwa, lakini pia una utajiri mwingi sana. Sasa mtu anataka kuweza kufahamu kwamba umewekeza sehemu gani. Alichojibu, alisema kwamba nimewekeza kwenye mindset. Manake tunapokuja kwenye swala la mafanikio huwa ni mindset. Japo Waafrika ama na watu wengine wanapima kwamba utajiri unapimwa kwa mali. Utajiri haupimwi kwa mali, utajiri unapimwa kwa mindset. Kwa sababu kusema kwamba utajiri unapimwa kwa mali, manake matajiri ambao wapo hapa manake hakuna tajiri mwingine ambaye atakuja kutokea. Kwa hiyo utajiri unapimwa kwa kitu ambacho kinaitwa mindset. Sasa leo nitakwambia kwa nini akili yako ndio mtaji wa kwanza. Yaani akili yako kwa nini ndio mtaji mkubwa pekee ambao unabidi uweze kuanza nao. Tofautisha kabla hata hujawa na fedha, hujawa na rasilimali, ila akili yako pekee ndio inaweza kuwa mtaji wa kwanza. Na hizi ndio sababu zake. Sababu ya kwanza nasema kwamba akili haiwezi kuibwa wala kupotea. Na ndio maana tunasema kwamba ukimchukua tajiri yote yule, unaweza ukataifisha mali zake zote zile, lakini mwisho wa siku unaweza ukaja kumkuta tena amezianzisha tena. Kwa sababu kitu ambacho anacho tajiri sio zile mali ambazo unaweza kuziona, ni utajiri ambao upo kwenye mindset yake. Kwa kinachoweza kuendesha zile mali maana ni mindset yake. Kwa hiyo kitu cha kwanza, kwa nini akili ni mtaji wa kwanza, kwamba uwezi akili yako kaibiwa. Kwa ndio maana kabla hujaanza biashara, hujaanza kitu chochote kile, uwekezaji, tafuta kwanza kuwa na maarifa, alafu ndio uweze kufanya kile kitu. Lakini pia kitu cha pili tunasema kwamba akili inaweza ikazalisha mtaji mwingine. Maana tunaposema kwamba kitu ambacho mtu ameweza kwanza, inaweza kama mtu ameanza biashara, ameanza uwekezaji, sasa anapotaka kuongeza chanzo kingine cha kipato, maana akili yake sasa ndio inafungua kuweza kuona fursa nyingine. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba akili ndio inaweza ikawa mtaji, yani ikawa chanzo pia cha mtaji mwingine kupitia akili. Lakini pia kitu kingine kwamba akili ndio inaweza kumpa mtu uhuru wa kweli, tofautisha na vitu vingine ambavyo tunaweza kuviona. Watu wengi wanaamini kwamba furaha na nini vinaweza kaa vipo kwenye kitu, lakini mtu mwenyewe pia binafsi anaweza akajipa furaha yeye kama yeye. Kwa hiyo akili tunasema kwamba inaweza kumpa mtu uhuru wa kufanya kitu chochote kile. Lakini pia kitu kingine ni kwamba akili huwa ina kitu kimoja tunasema kwamba hekima, manake ina hekima. Kama tulivyoweza kuona kwamba ukishakuwa na hekima katika maisha ni kwamba unaweza ukawa na fursa ya kupata vitu vingi sana. Unaona mtu mmoja ambaye anaitwa Suleiman alifanikiwa kwa sababu alikuwa na hekima. Kwa hiyo hekima inatokana na akili. Kwa kupitia akili manake unapata hekima. Lakini pia akili inaweza kufanya mabadiliko makubwa sana katika maisha ambayo tunaweza kuishi. Unaweza ukajifunza, unaweza ukasikiliza vitu tofauti kupitia akili. Maana kitu ambacho kinaweza kufanya mindset au mabadiliko yote yale ni akili. Kwa lazima kabla hujaanza kuwekeza kitu chochote, wekeza kwanza kwenye akili yako. Maana akili ndio inaweza kuwa mtaji wa kwanza kabisa katika maisha yako. Mimi Robert Chilongola ni mwelimishaji wa masuala ya fedha.